Naam, karibu tena mtazamaji, tunaendelea kuangazia matatizo yanayowakumba wenyeji wa jiji la Nairobi. Naona mitambo ni kama haikutaki. Kidogo zungumza tu ni sawa sasa. Tueleze jina lako na unaona hisia zako ni zipi kuhusu masuala yanayowakumba hapa jiji Nairobi. Nilikuwa nimesema msongamano wa magari kutoka Kasarani kuja Nairobi na kuchukua ni saa 1:30 ama 2 na ni mahali karibu zaidi. Tunataka kujua mwenye ataingia atashughulikia jambo hilo kwa namna gani na kwa usaa gani, ndio kila mkaaji wa kila mahali anaishi atashughulikiwa asikie kufika Nairobi. Kufika kama wale wanatoka kwa sababu wanaingia jijini Nairobi asubuhi imewachukua muda mfupi zaidi, na majioni kwenda mwakao pia hiyo masaa imepungua. Ya pili ni usalama. Ukijaribu kupita njia ya Kasarani kwenda Mwiki, usalama umedorora kabisa. Hapo ukipita kuanzia saa 4 ya usiku, hakuna siku utasikia mlio wa bunduki. Kwanza ukipita Seasons kuteremka mpaka maternity, hapo imekuwa mbaya zaidi. Watu wanafanywa maneno mabaya. Pia tunataka kujua mwenye ataingia usalama ataushughulikia namna gani. Naam. Jambo la tatu, kila mtu hapa kama mwenye anaishi Kasarani area ya Isipe na Pipeline, utapata kuna wanawake wameingia mpaka kwa estate ndani kwa makaaji wa nyumba ya watu kwenye watu wanaishi. Tunataka kujua mwenye ataingia atashughulikia hilo jambo namna gani. Tukue hatuna udaguro kwenye estates. Sababu watoto wetu wakiona hilo, watoto wadogo wakiona hilo jambo wanauliza, baba ile nini linaendelea, mama ile nini wanafanya nini wale. So tunataka maadili pia, tukiangalia hilo maadili inapungua kabisa kwenye estates. Tunataka kama biashara yao ipelekwe on commercial places, itolewe katika mitaa ya wakaaji kabisa. Naam, shukrani sana. Kijana alikuwa akitaka kuchangia au ni nani? Aliye kando. Tueleze majina yako, unaishi mtaa gani, kitu gani ambacho ungependa kishughulikiwe? Mimi naitwa Geoffrey, natoka sehemu ya Eastlands. Mimi swali ningependa kuuliza hawa wanaotaka kuwa magavana Nairobi. You are benchmarking Nairobi against which city? Because you have to benchmark it against the best. Lakini unajua utashangaa kwamba wenye wanatafuta ugavana hata wajatoka nje ya Kenya. Sasa sijui kama watakuwa naangalia nini. Personally mimi nishaienda Rwanda. Wakati nimeenda Rwanda kuna vitu vichache naweza kusema nimependezwa navyo. Kwanza kuna usafi. Pili, hata fare haipandi ovyo ovyo. Lakini ukikuja hapa Nairobi sijui kama ni laana tuko nayo ama ni nini. Kwa maana watu wote ukiangalia agenda yao, they do not have the vocal point. Kwa sababu mimi nikijaribu kuangalia ninasema at the end of the day ni afya. Sababu nikiangalia kwamba afya ndio kitu ya muhimu, lazima nile vizuri, mahali penye nakaa lazima pawe pasafi, maji lazima nipate. Wakati naangalia msongamano wa magari, kuwepo kwa msongamano wa magari na watu kudhadhiri afya yangu, maana ninaweza pata magonjwa. Lakini utapata wale watu wenye wanataka ugavana, wengi ni wafanyi biashara, magari yao ndio wanakosi jam, wengine ndio wenye manyumba makubwa yenye hata hayana sewage. Sasa hawawezi kuwa na hizo. So lazima tuangalie kwanza, watuambie you are benchmarking Nairobi County, Nairobi City against which city, so that useme mimi nilienda nikaangalia mahali fulani nikaona imetengenezwa vizuri. Lakini mtu akikuja hapa anze kutuambia unajua mimi nataka kutoa mahawkers kwa street, mimi nataka kutoa, these things cannot help us. You have to have a benchmark so that useme inchi fulani hakuna mahawkers kwa street, inchi fulani hakuna takataka, inchi fulani hakuna kitu fulani, ndio tuweze kuangalia kile kitu unataka kutuambia. Lakini hivi bure tunadanganyana. Naam, tupate kutoka kwa mzee kisha tutashirikisha hawa alafu nitarudi tena. Tueleze jina lako, unaishi mtaa gani na changamoto zipi ambazo unapitia? Mimi kwa jina langu naitwa Abdalla Ali na naishi katika mtaa wa Kaloleni Estate, na kwa niaba ya bunge la wazalendo, jina langu la mitaani ama jina la bunge la wazalendo tunajulikana kama Prince Mzalendo. Kwa hivyo nafikiri mimi kulingamana na hawa viongozi wetu kwa jumla, ningetaka kusema ya kwamba jambo la kwanza kabisa, sisi kama wa Kenya kwanza tungeliomba kabisa uchaguzi ambao ni wa amani, upendo na umoja.
Jambo la pili, ningetaka kusema kwamba viongozi wote ambao ni magavana au wale wanahusika katika mambo ya uchaguzi, ningeliomba yani badala ya kuchagua matajiri tuchague viongozi. Na maana Kenya tuko na tabia moja ya kwamba labda sisi huona kana kwamba kila tajiri ni kiongozi. La, sio hivyo. Bali unaweza kupata kiongozi katika maskini au unaweza kupata kiongozi katika matajiri. Kwa hivyo katika hawa magavana ambao wanaowania mji wetu wa Nairobi ni kwamba tungelitaka tuchague mtu ambaye anaweza akawa yeye haswa ni mtu anahusika sana na mambo ya wananchi kwa jumla, haswa mwananchi wa kawaida. Naam. Jambo la kwanza ni maji, jambo la pili ni afya, jambo la pili ni kupigana na, jambo la tatu ni kupigana na ufisadi. Naam, shukrani sana kwa hisia hizo. Jambo la muhimu ni kwamba wanatazama, watakuwa kiangazia mambo ambayo yadadisi hii leo, watakuwa kiangazia shida zote ambazo zinakumba katika jamii. Kuanzia mwendo wa saa 1:30 mtakuwa mkisikia jibu lao wale viongozi ambao mmeelekeza maswali kwao, lakini tunataka tuchangie yote ili tuweze kujua ni yepi ambayo yanahitaji kupewa kipaumbele. Tutaingia katika kura muda usio kwa mrefu, lakini nije kwako Martin, wewe binafsi unaishi katika mtaa wa Ngara. Wenyeji katika mtaa wa Ngara, ni kipi ambacho kinawatatiza na ni kipi ambacho unaona kinahitaji kupewa kipaumbele? Kama ulivyosema, mimi naitwa Martin Njoroge. Mimi ni mkazi na chairman wa Ngara Fair Association. Hii ni makazi ambayo yana management yake yuko under County Government of Nairobi. Na sisi ile kitu inatutasisa sana ni ile management iko between county government na sisi. Sisi ni walipaji wa kodi. Lakini kuna mradi ambayo gavana alikuwa ameanzisha ambayo inaitwa Urban Renewal. Hii mradi ni mradi ambao inafaa kuchukua nyumba zote ambazo zina wakazi ambazo ni za county. Mita yote ya county. Mingi ni mita 10 na kitu. Lakini hizi zetu za Ngara ndizo zinaanzia. Na ni mradi mzuri sana kwa sababu unafaa kututoa kutoka kwa wapangaji walipaji kodi wamiliki wa nyumba. Tupewe nyumba tulipe ikuwe yako. Na ni mzuri sana. Mradi mzuri sana. Lakini wenye walipewa hii mradi na gavana wa implement inakaa hawakufuatilia mikakati mizuri kama inavyohitajika kisheria. Kuna public participation. Ingefaa kuwa inashughulikiwa vizuri sana. Pale tuko na wamama wazee, vijana ambao hawana kazi, watu ambao walikuwa wanauliza sisi kwa sababu mnakuja kujenga nyumba. Hizo kazi zinaenda kwa nani? Sisi tumesoma, hatuna kazi. Tunasikia uko na sabuni already mshasaini. Haya maneno yameshughulikiwaje? Hawa wamama mnasema lazima muwaondoe ili mkuje mjenge alafu warudi. Hayo maneno mmepanga kuyafanya kiaje ama mmeshughulikia hayo maneno aje kisheria sana sana ili hawa watu wakuwe wameridhika, wajue mimi natoka hapa najengewa nyumba, ndio najengewa nyumba na wakaji wengine wa Nairobi. Ni mradi mzuri sana. Lakini uko na mikakati gani kisheria? Public participation imefanywa namna gani? Nyumba zenye mnataka kujengea watu ni za pesa ngapi? Unit moja ina cost pesa ngapi? Hayo maneno yanatatiza sana wakaji wa Ngara na kwenye mimi nakaa. Na ni maneno yanafaa kushughulikiwa sana. Na umetaja kila mama sana, na ndiposa tuko naye mmoja hapa atueleze mahala ambapo unaishi. Esther, nini ambacho kinawatatiza? Umetueleza unaishi katika mtaa wa Ruaka. Je, naam? Samahani, nimetoka mtaa wa Gashie. Gashie. Yeah. Tueleze ni swala lipi ambalo linawatatiza katika mtaa wa Gashie? Okay, asante sana. Ukitazama mtaa wa Gashie unapata it's a highly populated place and you find that we lack security. That is one thing. Whereby huwezi tembea ikifika kitu saa 4 unapata ni ngumu kutembea, unakuwa na wasiwasi. Hasa sisi kama kina mama, kina dada wachanga na wasichana wadogo, unapata ni tatizo kwetu. Hatuwezi kutembea usiku kwa sababu hakuna security. And you find that we have very few police posts. And so what I want them to consider is that they have to bring up more police posts. And something else is that ukiangalia barabara zetu ni mbovu kabisa. Unapata kwamba barabara ni mbovu kabisa, hazipitiki na gari, hazipitiki na abiria, huwezi bebwa na pikipiki, huwezi bebwa na gari kwa sababu kuna bondages
We have a lot of potholes, and I want them to consider that tunapowachagua, wanaposimama, wanafaa waangalie vitu kama hizo. Waangalie maji, waangalie security, na waangalie pia barabara zetu. Na tukija kwako, je, kwa yale yote ambayo yametajwa kufikia sasa, tumesikia kuhusu mijengo duni, tumesikia barabara mbovu, wengi wametilia mkazo swala la maji, uhaba wa maji, masuala ya usalama hapa jijini Nairobi. Unaona kwamba viongozi ambao wamekuepo katika kipindi hiki wameyashughulikia vipi masuala haya ambayo yameibuka kufikia sasa? Mambo ambayo yamezungumziwa hapa, mambo ambayo sisi kama wanachama wa bunge la mwananchi tunayazungumzia kila siku. Lakini kama umekuwa makini na umekuwa ukiishi katika mji wa Nairobi, kuna mambo ambayo yamebadilika tangu mwaka wa 2013 mpaka leo hii. Mambo mengi yamebadilika. Na huyu gavana ambaye amekuwako, ambaye yuko sahihi, kuna mambo ambayo ameshayafanya, na kuna ukitembea humu utapata kwamba swala la afya, kuna hospitali ambazo zimejengwa katika kila wodi. Kuna hospitali kila wodi. Kwa hivyo governor ambaye yuko sasa, kuna ngazi ambayo ameifanya. Na hapa Nairobi kuna watu ambao wanakuja leo hii, wanakaa wiki moja, alafu kesha hawako. Kwa hivyo mtu kama huyu akikuja anakaa mahali siku moja ama wiki moja, anarudi nyumbani kule, maybe anatoka kule Western ama sehemu za Nyanza, yeye anaona kama Nairobi ni mahali iko na mpangilio mbaya. Lakini mgaacha ambao unakaa Nairobi hii, unaona kwamba kuna mambo ambayo mengi ambayo yamekuwa transformed by the current governor. Na naomba hivi, katika upande ya makazi, ukienda pale kama ile mitaa ya Maringo, Cherigo, Bahati na pia kule Harambee, hizo nyumba ambazo siko sasa, kama itawezekana sipomolewe, sichengwe zingine zile ambazo za kisasa. Kwa maana sinaweka Nairobi na kaa picha mbaya, na kuna sehemu zingine, viwanja zingine ambazo ziko tu empty. Kwa hivyo governor akichukua tena, ambayo tunajua kwamba atapewa kura na wananchi wa Nairobi, amini wakazi wa Nairobi, atachukua. Tunaomba kwamba ashughulikie mambo kama haya. Na mambo mengi ukiangalia upande wa traffic, ambaye mimi simtetei governor, lakini naongea mambo ambayo wazi, ambaye kila mtu ameona amefanya. Ukienda hapa hii barabara ya kutoka Juja Road, no kanda bandia mpaka site za kule Kariobangi kwenda mpaka Eastland, barabara zinajengwa ambayo zinajengwa na the national government. Lakini hapa town kuna siku moja governor alijaribu kabisa kutoa hizi magari za hapa za PSV kusiondoa katikati ya jiji from CBD sikuwe kule nje. Sasa serikali ya Jubilee ikasema kwamba governor ama wale ile the county government inataka kunyanyaza watu, na mambo kama haya hayakufanyika. Lakini alikuwa mpangilio mwema ambaye kutoa magari ya PSV kama hizi sitolewa hapa katika CBD sky kule huko mbali kabisa huko. Na ndipo sasa tunataka kusikia maoni zaidi. Haya ni maoni ya wale walio hapa, lakini sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na hali ilivyo katika jiji la Nairobi. Unajihisi kuwa salama? Una maji ya kutosha? Jumba ambalo unaishi liko sawa, liko katika hali ambayo ni nzuri? Mahali ya msongamano, je, imewahi kukutatiza vipi? Ndipo sasa tuko naye Lofty Matambo katika kituo chetu cha kura. Ananiarifu sasa muda umefika wa kufungua rasmi kituo cha kura. Lofty, ni muda wako sasa. Shukran sana mwenzangu Zubeida. Kusema kweli, kituo hiki cha kupigia kura cha KTN News kimefurika sisisi. Yaani watu wanjaa kweli kiasi cha haja. Ukiangalia foleni pale, wote tu wanasubiri kituo hiki kifunguliwe rasmi, wakiwa wanawakilisha wana Nairobi takriban milioni 1.7 ambao ndo wapiga kura watakuwa wanasubiri hizi ahadi ambazo zitatolewa na hawa wagombezi wa kiti cha ugavana katika mida ya saa 1:30 kuendelea katika mjadala pevu mdahalo kwenye KTN News. Watakuwa wanawaahidi nini? Watakuwa wanazungumzia mambo yapi? Na ndio maana madebe yako tayari. Nitakuwa naruhusu wasimamizi wenza wa kura Levis Msumba na Dennis Nyakundi waweze kupendua tu labda masanduku haya kupigia kura. Tuangalie, je, yako tayari ama kuna kura zimetoka kituo kile cha Zubeida zikaibwa na kupenyezwa kinyemela hadi mahali hapa. Masanduku haya Zubeida, kama unavyoona na mtazamaji, yako meupe kabisa, ndani hamna kitu.
yani ni matupu, na ndio maana tunafungua rasmi. Kwa hivyo karibuni. Swali letu leo tunauliza, mtoe maoni yenu. Je, mungehisi kwamba atakayechaguliwa kama gavana aangazie swala lipi mwanzo? Karibieni kwenye karatasi za kupiga kura. Je, waangazie afya, ni makao, ni maji, msongamano ama ni ufisadi? Kwa hivyo tutakuwa tunapitia nyuma pale tukipiga kura, tena tutakuwa tunafanya bidii kuzihesabu na kujua msimamo wenu ama maoni yenu kabla mdahalo mzima wa wagombezi wa ugavana jijini Nairobi. Kwa hivyo Zubeida, tutakuwa tunaachilia kura ziendelee. Mtazamaji utakuwa unatazama kura zinaendelea kupigwa ili tujue sauti ya wana Nairobi ni ipi kabla ya kupata sauti ya wale vigogo. Wanavyosema Waswahili kwamba ada ya mja hunena lakini muungwana ni kitendo. Wacha tuone vitendo vya wakazi wa Nairobi kabla kuvipata vya kiongozi wao. Kura zimefunguliwa rasmi. Naam, mwenzangu Zubeida, basi na kurejesha kwako usukani huu uweze kuendelea na mjadala wako kwenye bunge lile la kivumbi, alafu kura kivumbini zitakuwa zinakupatia mtazamo zaidi wa maoni ya Wakenya wana Nairobi. Kunalia kivumbi Nairobi. Na mtazamaji, kukukumbusha tu ni kwamba kuanzia mwendo wa saa 1:30 usiku wa leo, Joe Ageo atakuwa na wale wawaniaji wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi kwenye mjadala wa kipekee, mjadala wa kina katika chuo kikuu cha Daystar. Tutakuwa tukifuatilia suluhu itakuwa ni ipi kuhusiana na zile shida ambazo wewe unaziibua kwa sasa. Kufikia sasa tunasikia wengi wakisema tatizo kubwa ni maji, afya, barabara mbovu, miundo msingi mbovu hapa katika jiji la Nairobi, na tungependa kujua ni vipi atashughulikia masuala haya. Na kufikia sasa naona hata wanaopiga kura wanaangazia swala la ufisadi. Je, ni ufisadi wa aina gani? Kuna mmoja aliyetutajia kwamba ni hasa kwa wale maafisa wa trafiki, lakini je, ufisadi unaowatatiza hapa jijini Nairobi ni ufisadi wa aina gani? Na mngependa ushughulikiwe vipi? Nani angependa kuchangia? Sawa. Tueleze jina lako kamili. Kwa majina naitwa Douglas Ebole, na kwangu ningesema ya kwamba kwanza shida kubwa ambayo tunayo Nairobi ni shida ya maji. Alafu kuongezea shida zingine za makao, afya, msongamano na hata ufisadi. Lakini ile ningependa kusema ni kwamba ufisadi ndio inachangia vikuu katika shida hizi zote. Kwani tunaona ikikuja upande wa msongamano, ufisadi unachangia. Ikikuja upande wa afya, ufisadi unachangia. Ikikuja upande wa makao, ufisadi unachangia. Kama hapa Nairobi tunaona mambo ya ujenzi, tumeona nyumba kadhaa zimeanguka, na tunajua ni maofisa wa City Council, wa County Government ndio wanapeana leseni. Tunashindwa wanapeana leseni na wana monitor hii maneno kivipi na ama nyumba inaanguka. Tukikuja upande ya maji, kwamba naam, katika masuala hayo yote umetuambia ufisadi ndio unachangia pakubwa. Tueleze unachangia vipi huo ufisadi? Ufisadi unachangia pakubwa ya kwamba County Government yenyewe kwao kutoa huduma hizi zote zinatolewa na ofisa wao. Na afisa wao wanafaa kuhudumia Wakenya kama Wakenya, kwani sisi tunalipa ushuru. Lakini venye tunaona ni kwamba kuna njia zinatumika, watu wanapata vitu katika njia za mikato, na hapo ndio ufisadi inaingia. Kama ni kujenga nyumba, wanafaa kuwa wanaweza kuangalia hiyo nyumba inajengwa kivipi, kwa msimamo gani ambayo inafaa, na kwa sababu watu wanapewa hongo huku na huku, hawaangalii. No wonder nyumba zinaanguka na Wakenya wanakufa. Tukiangalia upande wa maji, maji imekuwa shida Nairobi, na unajua maji ni afya, na afya pia ni uhai. Bila maji Nairobi hatuwezi tukaishi. Tumeona kesi mingi sana ya kipindupindu ikitokea huku Nairobi. Ndio tunataka kupigana na ufisadi kwanza, kwani ufisadi ndio unachangia haya maneno yote. Na ufisadi tunaweza kupigana nao vipi? Kuna wale viongozi ambao mmewachagua wamekuwa katika uongozi kwa miaka 4 sasa. Je, wameshughulikia vipi shida hizi ambazo zinawakumba kama wakazi wa Nairobi? Tumpatie mwingine pale nyuma. Hapo ningependa kusema kitu kimoja kabla nipeane. Ufisadi utapiganwa hivi: wakati tutaanza kuchagua viongozi ambao hawana hii maneno ya ufisadi, hawajaitwa kwa katika kesi ya ufisadi, ambao wamekuwa kwa ofisi na tumeona kazi wamefanya. Kama umekuwa ofisini na hujafanya kazi na hujatimiza ile wananchi walikupatia, hiyo kazi walikupatia, hatuwezi kukuweka kwa ofisi tena, kwa sababu hauwezi pigana na ufisadi. Na ufisadi ni shida kubwa, si Nairobi peke yake bali Kenya nzima. Naam, tupatie mwingine kabla hatujavuka tupate kusikia. Wewe binafsi unaona viongozi ambao mmekuwa nao kufikia sasa wamechangia vipi katika kusuluhisha hizi shida ambazo mnasema mko nazo, baadhi yenu mkiwa mnataja swala la maji?
Kwanza Simama utueleze jina lako. Kwanza mimi naitwa Yakub Jafar na wakilisha vijana na natoka Kibira. Nasema kwanza swala la ufisadi tunafaa kuangalia kwanza viongozi tuliokuwa nao. Kwanza viongozi tuliokuwa nao kama magavana Nairobi tulikuwa nao kama wawili naona wana mambo ya ufisadi. Ambapo mwenzetu hapa anasema kuna jambo gavana wetu amefanya Nairobi hii. Mimi kama kijana Nairobi mimi sijaona jambo lolote alilofanya. Kama 2013 alipokuja na Kibira kutuambia mambo ya manifesto yake, alituahidi mambo mingi sana ikiwa ni ajira kwanza kwa vijana, na mpaka sasa hizi sijaona ajira yote alitupatia kama sisi vijana. Alituambia mambo kufungulia akina mama maternity na Kibira, mpaka leo sijaona maternity yote akiwa amejenga pale Kibira. Na ukiangalia rekodi yake kweli ukiona Nairobi gavana kuchaguliwa na Jubilee, alichaguliwa na wananchi. So mwenzetu pale akianza kulaumu mambo na Jubilee, hiyo atakuwa analeta mambo ya siasa. Hiyo sisi tunaangalia mambo ya viongozi wetu. Na kiongozi alichaguliwa na wananchi sio Jubilee. Na yeye anapaswa kutumikia wananchi wake kama wananchi tuseme kama wakaji wa Nairobi. Ndio alimchagua. Mambo kama haya, hiyo sio kazi ya rais kufanya ama Jubilee kufanya, ni jukumu yake kama rais wa Nairobi kufanya. Na ameshindwa kufanya kwa sababu nini? Hiyo ni mojawapo ufisadi. Tunaona uchafu imezidi Nairobi. Ameshindwa kufanya. Kama governor yeye ni jukumu yake kufanya akichungwa na seneta wake. Tumeona kweli ameshindwa na kazi kufanya na majukumu ambazo wangefaa kufanya kama governor na seneta wake. No. So hapo ndo ufisadi naweza sema inatokea. Ufisadi upande mwingine unatokea kwa sababu mimi kama kijana sina kazi. Na unapokuwa una kazi kwanza una imani. Watu wanatembea wakisema tunataka peace, tunataka amani. Amani inatokana na nini? Amani sio kuwa tu kuja utubu tunataka amani, hapana. Kwanza huyo kijana ana kazi, ana ajira. Hiyo kwanza huyo kijana ana amani. Hata ukija mtangazia amani atatoka hapo kesho akienda pale atafanya jambo lisokuwa la busara. Kwa sababu nini? Hana ajira yoyote, hana pale atakapopata hela, hana shughuli yote zinazomfanya ashike nini apate hela. Na nitarudi muda usio kwa mrefu muweze kutueleza hisia zaidi, lakini Lofty namuona anawapiga kura ambao tayari wamepiga kura yao, wana hisia tofauti kuhusiana na nini ambacho kinastahili kupewa kipaumbele hapa katika jiji la Nairobi. Lofty, kufikia sasa upande wangu baadhi yao wanasema wanahitaji maji yashughulikiwe, usalama na ajira kwa vijana. Je, upande wako wanasemaje? Na Zubeda, kusema ukweli kaunti ya 47 itawaka moto leo, lakini kabla ya kuwaka moto katika mjadala ule ama mdahala ule, hapa tayari maoni yashaanza kutoka na ni maoni moto vile vile. Wacha tuchukue maoni ya hawa wa Kenya wanasema nini kuhusiana na vitu ambavyo vinafaa kupatiwa kipaumbele. Jina lako waitwa nani? Kwa majina naitwa Davis Marongo. Davis Marongo, umepigia kura jambo lipi? Mimi nimepigia ufisadi. Kwa nini umepigia kura ufisadi kwamba upatiwe kipaumbele? Ufisadi, nikianza na mimi personally, mimi nakaa side ya Dagoretti North, Dagoretti South. Mimi ningependa kuuliza bwana governor, especially naenda kwa Sonko anatafuta ugovernor. Sonko huku side ya Dagoretti North na South hakuna rescue team. Rescue team yote ameweka Eastlands. Sasa mimi namuuliza sisi kama watu wakaji wa Dagoretti North, ametusahau ama anataka akiingia sasa ndiye atajifanya atukumbuka ama mpango yake ni gani? Sasa hapo ufisadi waingiaje hapo? Ufisadi unajua kuna vile ameongea na watu wa huku, sasa amepeleka vitu zote saidia huku. Sasa unajua hiyo mimi kwangu mimi naona hiyo ni ufisadi nyingine ambayo hana si uongo. Santa sana. Wacha tupate maoni ya dada hapa, karibu. Naam. Jina lako? Mimi naitwa Cynthia Mwende. Cynthia Mwende, umepigia kura kigezo kipi ama jambo lipi? Ufisadi. Kwa nini ufisadi? Mi kusema ukweli, mi kama mimi ni graduate, halafu kazi kupata ni shida. Unapata kila mtu lazima akuitishe a bribe ili upate kazi. Hizi maofisi zote wako na kazi, but they can't offer you just because that you have nothing to offer in terms of corruption. No. Hiyo. Ulishakwenda kwa ofisi ya county ya Nairobi ukaomba kazi ukakatazwa? Nimeenda wakaniambia tuambia tungoje sijui election watajua venye kutaenda. Sasa inakuwa shida kwetu, especially we ladies. You know, we come across so many problems. You meet this person, tells you this one.
inakuwa ni mbaya. Kwa hivyo kwako unaona ufisadi ndio umewafanya msipate kazi jijini Nairobi. Asante sana. Tuchukue maoni ya mwisho ya Jibaba hapa. Karibu. Jina lako? Kwa majina mimi naitwa Ojaro Dioko. Waitwa? Ojaro Dioko. Ojaro. Yeah. Dioko. Yeah. Wow. Yes. Jina lako hatari kweli. Yeah. Na umepigia kura kigezo kipi ama hujalipa? Mimi nimepigia ufisadi. Kwa nini ufisadi? Sababu ambayo imenifanya nikapigia ufisadi katika hapa jiji la Nairobi, ufisadi umeenea mno kuliko jambo lolote. Mimi ni mfanyabiashara. Naam. Kwa ile biashara ambayo nimefanya, ukitaka kutafuta leseni kuhusu ile biashara ambayo ninafanya katika hii mji wa Nairobi, ukienda katika zile ofisi za City Council, jambo la kwanza unaulizwa, uko na ile leseni ya mwaka jana? Ukiwaambia mimi I want to apply for a new license, the first thing they will tell you, take a form, go and fill, come back. The moment you come back with it, kitu cha kwanza wanaangalia wewe ni kabila gani. And that is a reality. Because me, I come from Roa Nyanza, and the majority of the civil servants who are there, they are from Central. If my name is not Kamau, they will tell me, enda ukuje ukiwa sawasawa. Na unajua ukiambiwa enda ukuje sawasawa, si unaenda ukuje na kimwili. You have to come with something. That's when you will be catered for. Kwa hivyo nimetafuta races miaka 5 hapa Nairobi na sijawahi kuipata. But when it comes, when city councils as cars they pass around, I have to give them something in order for me to continue surviving here in Nairobi where I am at the moment. Asante sana Duke. Yes. Bila shaka maoni hayo. Wacha tupate maoni tofauti ya mwisho kabla ya kuregesha kwako Zubeida. Aha, umepigia kura kigezo kipi? Mwanzo jina? Jina ni Muhaya Felix. Felix, umepigia kura kigezo kipi? Nimepigia maji. Kwa nini? Kwa sababu karibu juma moja lililopita, nafikiri ulisikia ya kwamba palikuwa na viongozi fulani, madaktari kwenye hoteli kubwa ya mheshimiwa, walikuwa wamekula chakula pale na wakawa wana kipindupindu ama kitu kama hiyo. Na hii ni mambo ambayo iliadhiri madaktari na watu ambao wanajiweza. Wao waliweza kusaidika na wakaenda hospitali. Tulipokuwa tukifanya uchaguzi wa gavana Nairobi, na fikiri ya kwamba haswa saa hizi mambo ya maji na mambo ambayo yanaambatana na afya yataweza kuangaliwa sana mno, kwa sababu ukiangalia pale, kama ingekuwa ni mtu wa kawaida, tuseme mtu ambaye ametoka Kibira kwenye kijiji, utapata hawa watu wangeenda kwenye kijiji wafe wote, lakini hawa waliweza kushughulikiwa kwa sababu wana hela, lakini mwananchi wa kawaida hawezi. Kwa hivyo jambo la maji, shida ya maji hapa Nairobi hata hivi sasa tunavyoongea, ni vyema mambo ya afya, maji yaweze kuangaliwa kwa mwananchi wa kawaida. Asante sana. Zubeida, kama ulivyosikia mwenyewe kwa maoni tofauti hapa. Haya ni maoni ya mpiga kura ambao wengi sana wanalia ufisadi. Hapa wengi hawataki maji kama wa upande wa kwako. Hapo wanaomba ufisadi ushughulikiwe, mambo yawe shwari. Kura zaendelea kupigwa katika muda usio kwa mrefu, tutakuwa tunazihesabu, lakini kwanza turegeshe kwako Zubeida. Naam, ni Lofty Matambo katika kituo chetu cha kura akipokea hisia mbalimbali kutoka kwa wale wapiga kura, baadhi yao wakiwa wameghadhabishwa na swala la ufisadi. Na ndiposa labda niulize hili swala hivi. Mfisadi ni nani? Ni anayeitisha hongo au ni mwenye kutoa hongo? Kwa sababu wengi wanalalamika kwamba wanaitishwa hongo ndiposa wapewe ajira au wapewe leseni na mambo kama hayo. Mimi kulingana na mimi, mfisadi ni mtu yoyote, either unatoa, kama unapewa, zote. Kwa hivyo kama wakazi wa Nairobi pia nyinyi mnachangia katika kukuza huo ufisadi? Kama unaingia mahali unatoa kitu kidogo ili uhudumiwe, wewe ni mfisadi. Lakini tunafaa tukumbuke kitu moja. Watu wengine kama sasa hii maneno ya magari, unakuta watu wanapea maofisa wetu pesa. Unakuta kuwa ni kwa sababu ile mikakati imewekwa, sheria haitumiwi vizuri. Lakini sisi pia kama wakazi wa Nairobi, sometimes wakati mwingine tunakuanga pia we are not proactive, nitumie kizungu kidogo. Kwa sababu pia sisi wenyewe tunafaa tunaamka, tunauliza maswali mengine, lakini shida yetu sometimes tunakaa nyuma, tunagoja mtu mmoja ama wawili wakuwe activists huku mjijini, alafu tuna complain. Na Esther, kufikia sasa kuna wengi ambao wamejitosa katika hiki kinyang'anyiro cha ugavana. Je, wakija kwenu mmeyauliza haya maswali au unamchagua mtu kwa sababu ni wa chama chako, kabila lako, au kwa sababu unampenda? Je, mnayauliza maswali magumu kwa hawa viongozi wanapokuja kuomba kura? Kama hayo tunayauliza, lakini sisi wananchi tunakosea. Kwa nini? Wakati mwingine tunatumia ukabila. Unaangalia unasema huyu ni mtu wa kwetu, sasa itabidi nimpe kura. Na jambo lingine pia tunaangalia wale watu walio na vyeo.
kwa sababu ukiangalia wakati huu vijana wengi wamesimama. Na kuna mtazamo ya kwamba kuna kijana anakuja na a different perspective, ama anakuja na ile hali, ana ujuzi fulani, ujuzi tofauti na wale ambao tumewazoea wa kawaida. Kwa hivyo jambo moja ambalo tunafaa kuangalia ni kwamba tusiangalie vyeo. Ninapokuchagua nisiangalie wewe ni mtu wa hali gani ama cheo chako ni kipi. Huenda kukainuka, mfano kule ninakoishi, unapata ya kwamba kuna wale wanaotazama wale walio hali ya juu, lakini pahali ninapoishi kuna utofauti. Kwa sababu gani? Wameteua kijana mchanga, kijana ambaye ametoka from nowhere. And you find that because we believe in this person and we trust in this person that will bring a change. And so tunapoteua pia tuangalie mtazamo huo. Na Musa, tukija kwako kwa kauli za mwisho, je, kwa wale viongozi ambao wamejitosa kufikia sasa katika uchaguzi, ni watu tunaowajua. Je, kuna yeyote ambaye amekudhihirishia, si kwa kutaja majina lakini, kuna yeyote ambaye amekudhihirishia kwamba ana ile nia ya kutaka kuwasaidia wakazi wa Nairobi na kubadilisha hali ilivyo? Subeda, tuseme tu ukweli. Ukweli wa mambo ni kwamba sio tu hapa Nairobi peke yake, kila mahali Kenya nzima hakuna mtu atachukua kiongozi kwa sababu ya sera zake. Hakuna mtu atapiga kura kwa sababu ya kulingana na vile maybe issue ambazo anataka kufanya manifesto. Hapa Kenya watu wanachagua kulingana na makabila na chama. Hatujafika level ya US ama UK ambapo watu wanachagua kulingana na manifesto. Hata ukiangalia hata hapa Kenya, uliza Wakenya wangapi wamesoma manifesto ya Jubilee? Lakini hao watapiga Jubilee kura. Uliza Wakenya wangapi wamesoma manifesto ya NASA? Hakuna hata mmoja. Wala ambao wamesoma manifesto ya NASA ni viongozi peke yao. Kwa hivyo hapa Kenya tuache kudanganya kwamba sera, machi, ufisadi, yote watu wangapi wanaongelea hiyo. Hapa hivi Kenya ni mtu anakuambia kwamba huyu mtu ni wa chama gani? Huyu mtu ni kabila gani? Hata hapa Nairobi, siasa za Nairobi zimeundwa kimsingi ya kikabila. Utaona kwamba watu kusema kama watu kabila fulani wameelekea maybe mrengo fulani ya kisiasa, au watabikia gavana ule gavana katika hiyo mrengo. Na ndio sababu sisi kama wanachama wa bunge la wananchi tunataka kusema hivi. Sisi kuelimisha watu, kuambia watu kwamba hii nchi ya Kenya ukabila ndiye imeua watu. Ukabila ndiye maharibu katika nchi ya Kenya. Na ndio maana hapa ukienda hapa City Hall kuna bunge la wananchi pale. Watu wale ambao wanaona kwamba mambo ambayo hao watu wanaongea yanawasumbua, wakaamua kwenda polisi, wakaambia OCBD na OCS atoe watu pale. Wametolea pale mpeleka mahali pengine. Nataka kusema hivi, hapa Kenya hakuna mtu ambaye anasema kwamba mimi I'm so much civilized kwamba nitachukua mtu kulingana na sera zake. And that's why kama ingekuwa hivyo Peter Keleta angekuwa rais mwaka wa 2013. Lakini kwa sababu sisi ni watu ambao ni wa Kenya. Yaani wa Kenya katika sisi ni wa Kenya. Na unajua mimi natoka katika maeneo ya Western. Na bila kuficha kuna mambo ambayo unaona kwamba yenyewe huyu jamaa ingaje ni mtu wa upinzani ama ni mtu katika serikali akona good manifesto, lakini kwa sababu atoe kabila lako huyo mtu hawezi mpea kura. Sasa nikimaanisha ni hivi. Hapo watu waambie ukweli kwamba kwa sababu wewe utasema gavana fulani mfisadi, kwamba huyu gavana ni mfisadi. Mfisadi kwa nini? Kwa sababu mtu fulani amesema ni mfisadi. Ama wewe mjue ni fisadi. Kwa hivyo watu waje kudanganyana kwamba atufisadi, makazi, afya, yote yatakuja baadaye. Watu sasa kwanza ingine baadaye. Naona kidogo niwajulishe kwamba tuko na surprise kidogo. Wengi wenu hamkutarajia. Tunataka surprise kidogo kabla ya Loft kutueleza kile kinaendelea upande wake. Kwa hivyo mtulie tu kidogo hivyo. Nitawaonyesha mambo mazuri kabla hatujafunga kikao hiki. Kijana, unaweza kuzungumza kwa sekunde chache? Wewe umesoma manifesto yoyote, na unapopiga kura utapiga kwa msingi wa sera au ni kabila? Sisi kama vijana tumeamua ya kwamba uchaguzi unaokuja tutapiga kwa misingi ya sera. Ukiangalia changamoto kubwa ambalo inatukumba sisi kama vijana wa taifa hili ni jambo la kukosa ajira. Due to the high level of unpopulated unemployed youth. Kwa sababu vijana wanatoka from the countryside wanakuja jiji kuu
na matumaini makubwa ya kwamba watapata ajira, lakini hayo yote yanaambulia patupu. Vijana wanapokosa ajira, we now start blaming the youths at youths, they are not peaceful, youths that they are concerned with the issue to do with insecurity in our city, and therefore we are calling upon the incoming governor or the incoming leaders to give employment to the youths. Naona kijana amesema yeye kile ambacho kitamsukuma mwaka huu ni kupiga kura kwa misingi ya sera. Hawataki tena ahadi za uongo, hasa vijana wanaoelezwa kwamba wakichagua mtu fulani watapewa ajira. Lofty, upande wako wanasemaje, watapiga kura katika misingi gani? Bila shaka hapa wamesema watapiga kura kwa misingi ya masala ambayo kama tulivyowataja. Je, ni ufisadi ambao wangependa uangaziwe, ni masuala ya afya, ni maji. Lakini cha kushangaza kufikia sasa, manake Zubeida, kama ujuavyo, mimi ndo msimamizi wa kura peke yake ambaye naruhusiwa kuchungulia kabla ya kura kumaliziwa kupigwa, na nimechungulia, nimeona ni kama watu wanasema nyumba wanazo, makazi kwa si shida. Shida hapa, tatizo ni ufisadi, Zubeida. Wanasema ufisadi uangaziwe, maisha yatakuwa shwari. Wanasema ufisadi ukiangaziwa, makazi watapata, nyumba watapata, maji watapata na kadhalika, Zubeida. Naam, Lofty, ningependa wewe na kikosi chako wakati ambapo mnapiga kura muungane nasi hapa, kwa sababu hii surprise ni yetu sote. Naomba muje upande huu. Naam. Wale waliopiga kura njooni. Zubeida, wewe utaacha kura zitaibiwa hapa. Manake sasa nikiondoka hakuna kuiba kura. Unajua mimi ndo Chebukati. Levis na wenzake watahakikisha kwamba kituo kiko. Ama uko na njama. Naona walinzi wetu wako hapo nyuma watahakikisha mambo yako shwari. Naomba mje. Nifuateni kama wanavyosema wazungu, kuna surprise. Naam. Hapa ndani kuna mambo mazuri. Niwaeleze tu kwa ufupi, tarehe 10 mwezi huu wa Julai, KTN News itakuwa inaadhimisha miaka 2 tangu kuanzishwa. Mmeridhika na KTN News kufikia sasa? Ya ambayo inawaletea taarifa tendeti, taarifa za kweli, taarifa za uhakika. Lofty, naomba unisaidie kufungua hii surprise yetu waweze kuiona. Naona wengi wameanza kumeza mate kwa mbali. Tuko na walinzi wetu hapa ambao wanatusaidia. Hapa hakuna kumeza mate, sote atuonyeshe kwa karibu hii zawadi yetu iko vipi. Ama kuna wale ambao watameza mate bila kula leo? Hapa ni kumeza mate na kula. Simameni kidogo. Mnaiona vile ambavyo inapendeza, jinsi ambavyo taarifa zetu pia zinapendeza. Kwa hivyo mnatuambia nini kama KTN News? Asante sana. Lofty, tuongoze na wimbo wa happy birthday. KTN News tunayo hatuna? KTN News tunayo hatuna? Tunayo. Miaka 2 imetimu haijatimu? Au sio? Basi twendeni kawimbo angalau. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear KTN News. Happy birthday to you. How old are you now? 2. How old are you now? 2. Happy birthday dear KTN News. Happy birthday to you. Yeah, nani atasaidia kukata? Kata. Sawa. Kule sasa. Kule sasa. Zubeida, iko yako hii. Keki sio ugali. Kata keki tukule sasa. Kata keki tukule. Toto keki tukule sote pamoja, kwa sababu wananchi bila nyinyi hatungefika mahali ambapo tumefika. Sio? Nani ambaye nitamlisha kwanza? Haya, kwa kuimba vizuri. Haya, happy birthday KTN News. Naomba muangalie zile kamera mseme happy birthday KTN News. Na mtazamaji, tunapumzika kidogo. Sisi tutapoendelea kukula keki, tupate mapumziko kidogo, kisha tutapata taarifa za kina kwenye KTN leo na Ali Manzu. Karibuni keki.
KTN News. Get the whole story.